Naitwa ndugu Baraka Samuel Zambi, diwani mteule wa kata hii ya Ilemi. Leo ni siku ya kipekee sana kwa sisi kata ya Ilemi. Kwanza nadhani nimeona wanasema ndo kazi ya kwanza mheshimiwa mbunge tangu ameapishwa. Ilikuwa tarehe 5, tukio hili lilitokea usiku, lakini asubuhi tarehe 6 mwezi wa 9 tukafika hapa na mheshimiwa mbunge, tukaiona familia na leo hayawi yametimia, nyumba hii inakwenda kujengwa. Tunashukuru sana mheshimiwa mbunge Dr. Tulia Ackson Mwansasu. Kweli hii inamaanisha Uyole kazi. Na sisi mheshimiwa mbunge tutaendelea kuunga mkono katika shughuli zote ambazo unaendelea kufanya, hasa kwa wananchi wa kata Ilemi na Uyole kwa ujumla. Tunashukuru sana. Na sisi wana Ilemi tutashirikiana kwa pamoja kuhakikisha nyumba hii inakamilika. Nadhani tutasaidia kazi ndogo ndogo kupitia mwenyekiti wa serikali za mtaa, tutahakikisha zoezi hili linakwenda kwa haraka. Na mratibu wa Tulia Trust ameniahidi kwamba tutajenga nyumba 5 ndani ya kata Ilemi. Tunashukuru sana mheshimiwa mbunge kwa jambo hilo. Lakini pia ni waasi wananchi. Nadhani tumetoka kwenye uchaguzi, sasa ni muda wa kazi. Tuachane na propaganda zozote zinazoendelea huko mitandaoni. Sisi Uyole tunasema kazi. Na mimi kijana wenu, diwani wenu, nitahakikisha tunafanya kazi usiku na mchana kuhakikisha tunajiletea maendeleo sisi wana Ilemi, lakini hasa wana Uyole wa jimbo hili la Dr. Tulia Ackson Mwansasu. Mheshimiwa mbunge, sisi wana Ilemi tunashukuru sana na karibu sana hapa kata Ilemi. Sisi tuko tayari kwa ajili ya kazi na tunashukuru sana. Asanteni sana. Mimi kwa majina naitwa Lusekelo Atupele Mwaigabule, mwenyekiti wa mtaa wa Mwafuti. Awali ya yote mimi nipende kumshukuru sana mheshimiwa mbunge wetu wa jimbo hili la Uyole kwa hekima na busara aliyoitumia kuwasaidia hii familia ya mzee Anyomwishe Mwaliaje kwa kunguliwa na nyumba. Niseme mimi kama mwenyekiti na kwa niaba ya wananchi wote wa mtaa wa Mwafute, sisi tunatoa shukrani za dhati. Mungu ambariki sana pale ambapo ametoa na akamzidishie neema. Pia hata watu wengine ambao watapata majanga kama haya waweze kunufaika na mbunge wetu. Lakini pia niseme sisi kama wana Mwafute tuko pamoja na mama na tutaendelea kushirikiana naye kwa nguvu zetu zote kuhakikisha anaendelea kwa mbunge wetu wa jimbo hili la Uyole. Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Nsajigwa Kasemba Mwaliaje, mwanafamilia ya hapa tulipounguliwa. Mimi sina zaidi ya neno la kushukuru jamani. Namshukuru mheshimiwa kwa alichokifanya. Toka mwanzo tuko pamoja mpaka sasa hizi. Mimi nashukuru sana na viongozi wote wa serikali. Namwombea sana mheshimiwa rais na mheshimiwa Tulia Ackson aendelee kuwa na moyo hata kwa watu wengine. Tumefarijika kweli kwa hili alichokifanya. Mimi nashukuru sana. Familia yetu ina watu 5. Kuwepo baba, mama na wajukuu 3. Lakini wote walitoka salama na mpaka sasa hivi wako vizuri. Yaani kwa jumla hapa kila kitu kiliungua. Ila mtu amna aliyezulika. Wote walitoka salama. Ila vitu vyote viliungulia ndani. Kwa majina yangu naitwa Erasto Clemens Mwandete, ni balozi wa eneo hili. Lakini kwa mara taarifa ya kwanza walinipa wakati nipo kidogo, nilikuwa nje ya mji. Lakini nikafanya juu chini mpaka nifike hapa, nikawasiliana na wale wazima moto. Wale wazima moto kweli walikuja kwa wakati. Kweli toka nimeingia madarakani kwamba niwe balozi wa eneo hili ni mara ya kwanza. Lakini nimeona kweli juhudi za viongozi wa serikali walivyopambana mpaka kuweka mazingira vizuri. Kwa mazingira haya yaliyopo, hapa kubaki kitu chochote. Lakini nimshukuru mbunge pamoja na mwenyekiti wa mtaa, baada ya kufanya mawasiliano, wao wakaja hapa, mbunge wetu pamoja na diwani wakatuahidi kwamba jamani, kama sisi serikali ambao sisi ndio viongozi wenu, tutajenga hii nyumba kuanzia chini mpaka juu. Alafu na kuweka vitu vya msingi, mfano vitu vya muhimu, mfano godoro, kitanda tutawaletea. Lakini wakati ule baada ya ile siku walituletea mahindi, wakatuletea na mchele kidogo, kwamba kina mama waendelee kula tunapoendelea kufanya process hizi. Lakini kama kiongozi wa eneo hili nimshukuru Tulia pamoja na diwani pamoja na uongozi wote kwamba kwa kweli hakika serikali ipo pamoja na sisi jamani. Mungu wa mbinguni awabariki sana, kwa sababu hili swala sio dogo. Kujengea nyumba sio swala dogo. Ni kubwa sana. Kwamba hapa hata tukikaa sisi wenyewe huku tunajua kabisa serikali inatujali, tupo pamoja. Hata tukisema kwamba serikali haifanyi kazi, maana yake wewe hujui. Mungu awabariki sana. Nawashukuru sana.